Allah tabaraka wa taala anasema kwenye Qur'an, wa qadha, amehukumu Mola wako amehukumu alla ta'budu illa iyyahu, wewe usimwabudie isipokuwa yeye. Kwa maana haki ya kwanza ya Allah ambayo tumeshaizungumza tayari. Baada ya kumaliza kumwabudu Allah tabaraka wa taala, Allah anasema wa bil walidaini ihsana, na wazazi wako wawili uwafanyie ihsani. Wazazi wako waliokuzaa wewe, baba yako na mama yako, uwafanyie ihsani, uwafanyie wema. Imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma au kilahuma, aidha watakapofikia wazazi wako wawili uzeeni, wote wawili wakafika kuwa wazee, au mmoja wao akawa ni mtu mzima mzee, Allah anasema fala takul lahuma uffin wala tanharhuma, usiwaambie kalma ya ufi, yani kuwaguna, wala tanharhuma, na usiwagomee, yani kuwakaribia. Wa kullahuma qawlan karima, na uzungumze nao lugha nzuri, lugha yenye mvuto ndani yake. Wakhfadh lahuma janaha dhulli min arrahma, na uwahifadhi wazazi wako mbawa ya huruma, uwahifadhi wazazi wako mbawa ya huruma. Wa qur rabbi, najitahidi kuinua mikono yako kumwelekezea Allah tabaraka wa taala, irhamhuma, umwambie Allah warehemu wazazi wangu wawili, uwahurumie, kama rabbayani saghira, kama walivyonilea mimi wakati niko mdogo. Sasa iwe wazazi wako wako hai, iwe wazazi wako wamekufa, unatakiwa uombee Allah tabaraka wa taala awape huruma, awarehemu, sambamba na wewe mwenyewe kuwahifadhi mbawa za huruma, huku ukiwaombea dua, usiwakaripie. Ndugu zangu katika imani, mzazi kama mzazi ana nafasi kubwa sana kwenye maisha yako. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema aljannatu tahta aqdamil ummahati, pepo ya Allah tabaraka wa taala iko chini ya nyayo za akina mama. Umefanya ibada sana, umeswali sana, hakikukosa kipindi, umefanya tahajjud na siyamu na qiyamul layli, lakini mwisho wa siku unatakiwa uingie ndani ya pepo ya Allah tabaraka wa taala. Utamkuta mama yako yuko kwenye mlango wa pepo, utamkuta mama yako amegati na amesimama kwenye mlango wa pepo, alafu wewe unatokea ukiamini kwamba ibada zako zimekidhi vigezo, sasa ni kwenda kuingia ndani ya pepo ya Allah tabaraka wa taala, hakuna lingine. Lakini ukifika mlangoni, mama yako amegadi mlangoni akisema wewe unatakiwa urudi, wallahi lazima unarudi, huingii kwenye pepo ya Allah. Na ndio maana ya maneno ya Mtume akasema aljannatu tahta aqdamil ummahat. Mtu mmoja alipokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza swali, ni nani katika watu ambaye ana haki zaidi ya muamala, uswahiba kwangu mimi, ewe Mtume wa Allah tabaraka wa taala? Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuchelewa na hakumumunya maneno, alimwambia yule bwana, akamwambia qala ummuka, akasema ni mama yako ndio mwenye haki zaidi kumfanyia wema kuliko watu wengine wote. Qala thumma man, yule bwana akauliza tena, kisha baada ya hapo ni nani? Qala ummuka, Mtume akasema mama yako. Akamuuliza kwa mara ya tatu, thumma man, kisha baada ya hapo ni nani? Qala ummuka, Mtume akasema mama yako. Yule bwana akauliza mara ya nne, kisha baada ya hapo ni nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema abuka, sasa ni baba yako. Wewe ndugu yangu uko hapa, maisha yako ni mazuri, unalala kwenye viyoyozi, unatembea mazingira mazuri, maisha yako ni mazuri, lakini mama yako analala kwenye kibanda cha nyasi kinamnyeshea kwenye matope, na wewe una habari. Hii si kawaida, na wala sio ada, na wala sio mafundisho, na wala sio Uislamu huu. Sasa ikiwa umejua thamani ya mzazi, lakini ikaonekana kwamba mama yako anapata shida kijijini, maisha yake ni magumu, na wewe unatembelea gari ya thamani, unakula unachokitaka, sio kadha, utakuwa huna tofauti na wale ambao waliodai kwamba wao wanatengeneza mashirika ya kutetea haki za binadamu, kwamba sisi tunatetea haki za binadamu. Uislamu umembagua mwanadamu, hasa mwanamke. Kwa nini haujampa haki ya utawala? Kwa nini
Uislamu umemnyima mwanamke uimamu. Wakasimama akina Amina Wadudi, wale Mayahudi kule kwenye nchi za kimagharibi, wakaswalisha msikitini, wakatoa adhana, wakawaswalisha wanaume na kadha. Wasema sasa wao wanafanyia marekebisho kwa sababu wanasimamia haki za binadamu. Kwa hali kadhalika wao utakapoyafanya haya, hutakuwa na tofauti na hawa wanayesema kwamba sisi tunadai haki za binadamu, lakini mtu inafikia mahala baba yake au mama yake, mzazi wake kiujumla, anakufa mama yake au anakufa baba yake, anaenda kwenye mahol kuwatafuta